Basi tunaenda kusikiza neno la Mungu. Ninaomba tu tusubiri kwa madakika machache. Mtumishi wa Mungu anaponena neno la Mungu. Kwa heshima ya Mungu, naomba wote tuombe. Hallelujah. Hallelujah. Mabarasha for Jesus. Mabarasha meewe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hebu nisikie watu wa pande ile. Tawala siya maroni mo kulonga mabarasha. Wewe katika hii mji. Amaira golore ngande Yesu. Ni furaha sana. Nje bai sabo gole. Mrs. Yasora. Ezekiel Moriaso. Ipasa Ezekiel Moriaso. I say Sharonga ni New Life. Anahudumu kwa makanisa ya New Life. Tenere iti. Pale iti. I say Ngani saburi angara yangai. Anashoyo ngara jana na barasha.
Ajana kimba bala Lumbasi. Asante kwa baba wetu Lumbasi. Kinje karibu yanako. Tunasema karibu mji huu. Kirudi nyamba yana ra kitene boyo. Tumehisi kubarikiwa tukua pamoja nasi. Legere bangarna ngai. Na tunalibariki jina la Mungu. Pastor Ndugai. Pastor Ndugai. Asena ndakalia. Anahudumu pale Akalia. Kama sanite Pentecost. Chini ya makanisa ya Free Pentecost. Nyamba yeni already. Na Mungu awabariki. Mazuri. Kaji sabra ngarika ngane wayo kana ulo. Ni heshima ya Mungu ambaye ametuleta umbali huu. Ngarika baba la Reverend. Kwa sababu baba wetu Reverend. Kisibara ngarika ne nyaga ngaya. Tumefurahi kwa naye siku ya leo. Kaji ngarika la raboke. Asante kwa utumishi wote. Watokana boke nori le. Na wote walioko hapa. Ajana wasaya la Kayoni. Pasa Kayoni. Na isha ya motorogi. Ongea kwa Kimasai. Hebu ninda raia siro na Kimasai. Usikose hiyo. Mimba sakina. Na hiyo ni ya furaha sana. Nene bai noling. Kwa hivyo wote ambao mnakaa si mbali, ngojea usiende haraka leo. Tukimaliza tu injili tutakuwa tunaiweka. Na kwa wachungaji nimeshukuru kwa kutukaribisha katika umuji. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tushangilie mji huu leo. Ibilisi ajue kuna Yesu katika mji huu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mabarasha for Jesus. Jesus. Sante, fungua pamoja nami katika kitabu cha Luka mtakatifu. Luka. Tunataka kusikia neno la Mungu. Luka. Kutoka katika kitabu cha Luka mtakatifu. Luka sinyati. Mlango wa 15. Tutasoma kuanzia mstari wa 11 mpaka 24. Nasomea kwa lugha ya Kimasai na pia nitasoma kwa Kiswahili. Napata. Nitasoma kwa Kiswahili kisha mchungaji William atasoma kwa lugha ya Kimasai. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia." Akawakawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishipisha kwa makanda walivyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Mstari wa 17. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, "Ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusasa, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako." Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, "Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako tena." Lakini baba alivyomwambia, aliwaambia watumwa wake, Lileteni upesi vazi lililo bora, mkamfike, mtieni na pete kitoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia, na neno la Bwana libarikiwe. Sa nagu nainei ne origibogira masenyanak ore pe eluso ngutioloni ndirulodi masa bognara nemir na walumbisai nelengona lakwa nelaishangitie masenyanak tina
teine tenkiushushu. Ore piidip atumuta pookin toki, nelotu olameyu sapuki teina kop, niteru aitirr esumash. Ore tenkaraki ina, nelo aibung'are orkarsisi obo lina kop, nirriwaa ilo shoo meshomo airra irbitiro. Neeku nena kinyat naanya irbitiro eng'uar pee enya. Nemeeta oloishoo toki. Kake ore pee irrash keon nejo, kaja paasa laisiayiak le papa oota endaa nanya neleku. Kake eji nanu ele oya olameyu tene, kainyototo alo enetii papa. Najoki, papa, ataasa eng'oki tenkayiok tedukuya yie. 19. Mekure ishaakino naaji kara enkerai ino. Ntaaki ena obo le kulo aisiayiak linonok. 20. Ninyototo nelotu enetii menye. Kake ore eton elakwa nedolu menye ning'urrie nekwetiki aibung' neng'utut. 21. Nejoki olayioni menye, papa taasa eng'oki tenkayiok tedukuya yie. Maishaakino naaji kara enkerai ino. Kake etiaka menye laisiayiak lenyenak, entaseku orkila oisul, enchopoki naa entipik orgisoi enkaina enye. Ninchopoki enamuka nkejek enyenak. Entereu orkiteng' opirr, enteyieng' amatishipata, amating'idata. Amu ore ena kerai ai ketu apa ninyaaka apiu, nimin apa nainyaaka atum. Amen. Amen. Kushukuru kwa sababu ya mji huu wa Mabarasha. Tumesimama leo kama mashahidi wako, kama vyombo vyako, kuleta habari njema kwa mji huu wa Mabarasha. Tunaomba sisi tunapopungua, wewe uongezeke. Neno lako linasema tutakapokuinua juu ya mataifa, ndipo utakapovuta wengi wache kwako. Leo tunaliinua jina lako, jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu, jina lenye ushindi. Tunapoleta neno hili, tunakualika Roho Mtakatifu, utuosha leo, ututakaze, utusamehe na ukaponya watu wako katika mji wa Mabarasha. Asante Baba yangu, tunakualika Roho Mtakatifu, neno hili liingie katika maisha ya watu wako na kuleta uponyaji na kuleta msamaha. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Moja, Biblia inasema kijana wake mdogo alikuwa hajapenda kukaa nyumbani, anapenda maisha ya anasa. Siku moja akamwendea baba yake, akamwambia, baba, ninakuomba kitu moja kwako. Leo unigawie mali yangu yote, ninahitaji vitu vyangu vyote. Unigawie shamba yangu na ng'ombe yangu na mbuzi yangu yote, leo nipatie. Baba akasema, kwa nini? Akasema, lazima nitapewa. Sitaki kukaa hapa. Na Biblia inasema baba yake akampatia. Baba wa upendo akampatia. Akampatia kila kitu. Akachukua vitu yake. Siku ya soko kama leo, sijui kama ni Ijumaa bisi, akapeleka ng'ombe yake yote, akaenda akauza. Kondoo yake yote akaenda akauza. Shamba yake yote akauza. Akaweka pesa kwa mfuko. Akachukua mfuko kubwa sana, akajaza pesa ndani. Akaambia baba, seri, nimeenda, sitaonekana hapa. Ndugu yake mkubwa akasema, olasha lai, seri amua shomo, nimeenda, siko hapa tena, ninaenda nchi ya mbali. Biblia inasema akaenda nchi ya mbali, akakaa kule, akaanza kukula maisha na raha, akaponda mali. Biblia inaniambia ni mali ya uasharati. Akajaza mashangiki, akakula nyama, akawezi nikubali, nitafanya hivi. Sasa njaa inanimaliza. Na Biblia inasema njaa ikaingia katika hiyo nchi. Njaa ilipoingia, nitafanya namna gani? Mimi nitakufa tu.
lakini wacha nisikufie hapa. Akasema nitaenda kutafuta kazi. Akaenda kuajiriwa kazi ya shambani. Na ikuwa kama ya leo sasa unalima vitu ya shamba. Yeye akapelekwa kulisha nguruwe. Sijui kama nani amewahi jua nguruwe. Sijui kama iko mabarasha. Tabia ya nguruwe ni ingine ya ajabu. Nguruwe si kama mbuzi, wala si kama kondoo. Inakula vitu chafu. Inakula uchafu ya watoto. Kila kitu chafu. Lakini kijana akapewa hiyo kazi. Dhambi inaweza kuondoa kwa uwepo wa Mungu. Kijana alitoka katika uwepo wa baba, akawa mwana mpotefu, akapotelea mbali. Haleluya, watu wa mabarasha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanisikiliza. Dhambi ni kitu mbaya sana. Inaweza kuondoa katika baadhi ya baraka. Akala shida. Shida. Kila siku shida. Njaa mingi imeingia. Hana amani. Akasema siku moja, akasingatia moyoni mwake. Akairi katika moyo wake. Akasema leo, akajiita mkutano. Ninateseka kwa hii nguruwe. Ninalisha chakula nguruwe shibi. Na mimi ninatabika. Akasema ni watumishi wangapi wa baba yangu ambao wanakula vizuri. Nitarudi kwa baba yangu. Nitarudi kwa baba yangu. Akalikata kauli. Na sijui leo watu wangapi wanakaa katika hii maisha kama yule kijana ya mwana aliyepotea kwa dhambi. Dhambi inaharibu. Dhambi inaondoa uhusiano mwema. Dhambi inaondoa furaha. Tumekuja kuwatangazia watu wa mabarasha kwamba Mungu anawapenda, kwamba Yesu anakupenda. Unaweza kuwa kama vile yule kijana alisingatia moyoni mwake, akasema na mimi sitakufa kwa dhambi. Wanatumantu Bwana akurejeshe. Bwana anakurejeshea. Wangapi wanasema leo nataka ufanye amani? Amani na Yesu wangu. Amani na Mungu wangu. Ili ukifa siku moja, siku ile ya mwisho, ukikata roho, unaenda mbinguni kwa Baba. Anagoja, anasema mwanangu, nilikuwa nimekungojea. Umepitia shida sana. Hapo duniani umeteseka. Lakini leo njoo, kwa sababu jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo wa Mungu. Ukiamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha yako yatabadilika. Biblia inasema na jina lako litafutwa katika kitabu cha mauti na litaandikwa katika kitabu cha uzima. Tunasongea chini ya miguu yako Baba, tunasongea. Oh Mama, twanyenyekea chini ya miguu yako Baba, twanyenyekea. Oh Baba, twanyenyekea chini ya miguu yako Baba, twanyenyekea. Oh Baba, twakupa sifa, chini ya miguu yako Baba, twakupa sifa. Oh Baba, twakuabudu, zaidi ya vile niombavyo, Bwana anaweza kutenda
zaidi ya vile niombavyo, Bwana anaweza kutenda. 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 Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile niombavyo, Bwana anaweza kutenda. Kwa dhambi leo tumeleta habari njema. Maduka Mungu ainue yetu ambao umetupatia stima kina ndugu Andrew wangu, Bwana wapatie neema, mupenye katika maisha. Amen. Wacha tuombe tukimalizia. Baba, katika jina la Yesu, asante Baba yangu, asante kwa mji huu, tunakushukuru, tunakuimiti Bwana, tunakutukuza jina lako. Leo tumeleta habari njema kama vile ulivyonena katika neno lako, ukasema enendeni ulimwengu mukahubiri Injili kwa kila kiumbe. Na leo tumelete Bwana, kila mmoja amesikia, lifuatilie neno lako. Umesema utalifutuma neno lako na litaponya nchi. Bwana ukatuponye, Bwana ukaponye nchi ya Mabarasha. Inua wafanyabiashara, inua wanafunzi, inua walimu, inua mashule, inua kila mmoja. Wale ambao wamesikia sauti hii, kila mmoja amesikia, mahali amesikia, enda mbariki, enda muonekanie, enda mtendee mema. Asante Baba yangu kwa maana umetenda. Tunakushukuru kwa wachungaji na kwa makanisa yote ya mji huu. Enda bariki Bwana, enda wahifadhi, inua kanisa lako katika mji huu. Tunainua sauti yako katika jina la Yesu. Na hata tunapoingia sehemu ya pili ya kuonyesha filamu ya Yesu, tunapoingia nafasi hii, Bwana ukabariki, ponya watu wako, okoa watu wako, sikira watu wako kwa jina la Yesu. Asante Baba yangu kwa maana umetenda. Uinuliwe na uimidiwe Bwana. Hapa kuna wafanyabiashara wanauza, ukifika jioni wanarudia familia zao. Tunaufunika na damu ya Yesu, tunaufunika na ulinzi wako. Na magari wanayotumia, wengine watumia pikipiki, wengine baisikeli, wengine miguu, wakirudi urudi na wao Bwana. Bariki maisha yao. Na hii maduka ambayo wametupatia sitima, wengine wametupatia mahali hapa, wengine wametupatia vinywaji, watumishi wako, enda wabariki, enda uonekane Bwana. Asante Baba yangu. Hata mkutano wetu ambao uko kule Letoire, kuanzia kesho na Jumamosi na hata Ijumaa, tunainua mbele zako anga ya mahali pale ikatukubali, ikubali neno lako. Hewa ya huko ikubali neno lako, watu wa huko Bwana wakubali neno lako. Asante Baba yangu kwa maana umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.